Natamani tuzungumze mengi sana, lakini kwa leo naomba nikuache. Nimekuja kujua unapoishi, maana nimesikia sifa zako nyingi sana. Nikaona nije nikuone kwanza. Natumaini tutazungumza zaidi. Miwani, miwani, miwani. Oh. Uwezo wa kuona kijacho tena kutambua. Karibu. Asante. Za hapa? Hapa ni kwema kama unavyoona. Tunahangaika na kazi zetu za kukausha damu. Karibu. Mama Mudi, ushawahi kufikiria kuhusu Rahima na Miriam? Wale watoto wachawi na baba yao, una makia gani kutoka kwao? Ujue kuna siku alinisaidia Rahma. Toka hiyo siku nafsi yangu inaniuma sana. Ukiangalia kiuhalisia, sisi ndio tunaokosea. Tunakosea kivipi? Au na wewe umejiunga na wachawi? Hapana. Hivi ulishakaa ukajiuliza mababu zetu waliishije kabla ya haya mambo kuingia? Kumbe nawe ni wale wale tu. Umeshaanza uchawi. Naomba utoke, usije kanipotezea wateja. Nilikuwa nakuheshimu sana, lakini umenifanya nikudharau kabisa. Haya sawa, lakini kaa ufikirie, hawa tunaowadharau ndio watu muhimu kwetu. Ipo siku utaona umuhimu wao. Watu wengine bwana, nilifikiria nakuja na jambo la maana, kumbe anaongelea upuuzi usiokuwa na maana. Kwa hiyo kwa akili yake yeye anafikiri ataniumbisha niache kusali, niingie kwenye uchawi kama yeye. Dada Rahma, yule ni nani? Anashisha Hata sijui, lakini inaonekana ni mtu mwema kwetu. Walikuwa wanaongea tu vizuri na baba. Usingeshika mkono pale, ungeshangaa tu anajikojolea. Ungefanya nini? Nilikuwa naita fimbo, nimoteshe mapembe kama mbuzi. Ila Miriam, unasoma nyakati kwanza. Watu wengine ni wema. Sawa, ila sio kwa mavazi yale. Vipi? Mbona kama mioyo yenu haina amani? Amani inatoka wapi baba? Ghafla tu katokea mtu kama yule. Yule anaitwa Seta Kishosha, ametoka Mwaruguru. Amekuja kuwapongeza kwa kazi nzuri mnayoifanya. Kazi gani kubwa baba? Kazi kubwa ya kuelimisha watu wajue asili yao, lakini mkae mkijua bado mna kazi kubwa sana mbele yenu. Kumbe kuna baadhi ya watu wameanza kuelewa. Nijua tumevamiwa na msukule. Hapana, yule anadumisha mila na tamaduni, yaani mpaka kwenye mavazi. Ilibaki kidogo tu nimpige pigo takatifu ili akapumzike asikizie maumivu. Mariam, simama hapo. Pamekucha.
makaka wengine changamoto kubwa. Mariam, msikilize. Kuna mapya sasa, najua ni yale yale tu. Usijifanye hujui. Unajua kabisa ndicho kuitia. Usijitoe akili. Mimi sio Rahma kusema kwamba najua unayofikiria kwenye hilo bichwa lako. Hilo bichwa lako linaowaza ujinga tu kila muda. Kama kuna mapya mimi naondoka. Naenda wapi? Jamani, nenda wapi? Ila asante. Si unaona kabisa naenda sokoni. Mbona sijaambiwa kama unaenda sokoni? Sema shida yako, unanichelewesha. Unajua wewe ndio chanzo cha matatizo. Nimemuonya Juma akae mbali na wewe. Umemuonya? Umemuonya kwa mamlaka gani? Kwa mamlaka ya mwanaume anayejua thamani ya heshima. Wewe ni msiba kwake. Usinitukane. Yale maji ya kutosha eti. Sasa ngoja. Ipo hivi, nisikuone tena unamsogelea Juma. Utakachomfanya sijui. Ni rahisi kumtisha mwanamke, lakini ukweli utabaki pale pale. Kumbuka maneno yangu. Miwani, 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 oh, miwani, 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 oh, uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni chawi. Nilham, nguvu ulizonazo sio za maonyesho, bali ni za kusaidia watu. Watu wanakuja kutaka kunichokoza, na mimi na uwezo, kwa nini siwanyoshe? Nguvu sawa unazo, lakini unatakiwa kuwa na uvumilivu na busara. Ukikimbilia kuwanyoosha bila msingi, utajikuta unajiumiza na kuumiza wengine bila sababu. Lakini baba, kama tunaweza wa kuponya kuona yajayo, kwa nini tunakaa kimya? Asilimia kubwa, kama nilivyokuambia, hawaamini kama tunatumia nguvu, bali wanasema ni uchawi. Kwa hiyo ukijitangaza tu, watu wengine watakuogopa na wengine watakukimbia kabisa. Ni bora sasa hivi wengi wanasikia tu, lakini hawaamini. Kwa hiyo twende nao polepole tu, ipo siku wataelewa na kujua nini thamani ya tamaduni zetu. Ila baba, niko tayari kubeba hofu yao ili watoke gizani. Nisikize vizuri Nili. Nguvu ina sheria 3 unazotakiwa kuzifuata. 1, usitumie nguvu zako kwa hasira. Na 2, unapomaliza kusaidia usiombe shukurani. Na 3, unapaswa kukubaliana na matokeo
hata kama hayajakupendeza. Na kama sheria nikiivunja? Nguvu hubadilika kuwa laana. Basi sawa baba, nitaanza polepole pale panapohitajika. Sasa hapo ndipo utakapokuwa mtu mwema na watu watakupenda. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani. Lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani biwani? Amida, umemwona Hasani? Yaani anamfuatilia Mariamu kama karogo. Nimeona hii sio kawaida. Anamfuatilia waziwazi kama mkia wa samaki. Na bado eti anamfuata Juma na kumpiga mikwara, wakati Juma hana lolote. Pia Juma hajawahi kuwaza hicho anachokifikiria Hasani. Unajua Mariamu anaumia sana, anashindwa afanye kitu gani, lakini angekuwa na uwezo anatamani hata amzike mzima mzima. Hiyo ni dhuluma. Hakuna mtu mwenye haki ya kumtukana au kumdhalilisha msichana. Tatizo ni kwamba Hasani sijui amelogwa, maana hiyo sio kawaida. Huenda tukawa tunamlaumu Hasani, kumbe kuna watu waishafanya yao, maana sio kwa kumfuatilia huko. Yaani mpaka mtu anakosa raha. Lazima tumwambie Mariamu awe makini. Hii inaweza kubadilika na kuwa hatari. Ndiyo, na Juma anatakiwa kuwa makini sana. Mambo yanaweza kumbadilikia. Urafiki wetu ni kumlinda Mariamu, hata kama itamaanisha kumkabili Hasani. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Karibu. Asante. Nahitaji mkashe ngapi? Naomba mkaa wa 500 hapo. Tena wamekosa imani, lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Rahma, unaitwa nani biwani? Unatokea wapi biwani? Ni urithi wetu biwani, unatoka wapi? Ndiyo mama Asha, nakusikiliza. najua hunipendi na nina sababu ya kuamini hivyo. Sikuwahi kuchagua kukuchukia, niliamua kunyamaza. Nilikuwa nikikudharau, nikikuita mchawi mbele za watu. Nimetambua kosa langu. Najua ni ngumu sana kwa mtu mzima kuomba msamaha kwa mtoto mdogo, akiamini yuko sahihi hata kama amekosea. Naomba unisamehe Rahma. Maneno yanaumiza, maneno yanakosesha usingizi. Kila mtu ananiona mimi mbaya, japokuwa nawasaidia. Sikuwahi kuchagua kumchukia mtu yoyote. Nilikuwa mjinga, hofu ilinipofusha. Kila kitu ulichofanya niliona ni uchawi, lakini kumbe sivyo. Nimetambua hizi ni nguvu ambazo tumebarikiwa sisi wa Afrika. Ujinga na uelewa wetu mdogo ndio unatutesa.
Nimepoteza marafiki, nimepoteza heshima, lakini sijapoteza moyo wangu. Msamaha sio kusahau, bali ni kuanza upya. Naomba unisamehe mwanangu, nimeona ukweli nikiwa nimechelewa. Basi niruhusu nianze upya. Anza kwa kuniita jina langu. Mimi sio mchawi, naitwa Rahma. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani. Lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka wapi? Leo ni siku nzuri sana kwangu, najihisi mwenye furaha. Ni kweli, naona mwanga machoni mwako. Ni nini kimetokea kikubwa? Kuna baadhi ya watu wameanza kuona umuhimu wetu kwenye jamii. Nakusikiliza. Leo nimekutana na Mama Lena, si ameniita, nikadhania anataka kuniambia maneno yake yale yale ya kunikashifu, kunikejeli na kuniita mimi ni mchawi, lakini sikutegemea yule mama mtu mzima ananiomba mimi msamaha, akiwa mtu mwenye huzuni. Ni mtu anayejutia kosa alilolitenda. Rahma, msamaha wa kweli ni ushindi mkubwa sana kuliko vita. Nilihisi ni mzigo unaodondoka moyoni mwangu. Ninachofurahia, watu wameanza kuelewa zaidi. Kuelewa nini hasa? Kwamba sisi sio wachawi. Nguvu tulizonazo ni za kusaidia na si kuumiza. Nilikwambia Rahma, ukweli una tabia ya kujitokeza pole pole kama alfajiri. Baba, nimefurahia, na sio kwa sababu ya sifa. Hapana, bali kwa sababu hofu imeanza kuyayuka. Sasa hapo safari yenu inaenda kuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watu wakiacha kuogopa wataanza kuomba, na maombi yao kwenu yatakuwa ni mzigo. Lakini tupo tayari, tutasaidia pale wanapohitaji. Nimejivunia kwako Rahma, maombi yenu yameanza kuponya. Yaani kabla hata ya nguvu, watu wameanza kutoka gizani. Kwa hiyo sasa tusichoke. Hii ndio kazi tuliyochagua. Naamini mizimu ya mababu zetu watatusimamia. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani. Lazima kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni urithi wetu miwani, unatoka wapi? Samahani Lugodisha, naomba unipe muda wako. Karibu sana. Bila shaka nipo kwa ajili ya watu wenye matatizo kama wewe, na uso wako unaonyesha na maswali mazito sana.
nimekuwa nikijiuliza maswali ambayo hayana majibu. Hivi huwa nakaa najiuliza, dawa za kisayansi na dawa za asili za miti huwa zina tofauti gani hapo? Ni swali zuri. Dawa za wanasayansi hutengenezwa maabara, hupimwa kwa vipimo na hutengenezwa haraka. Na dawa za asili hutengenezwa kwa mizizi, magome ya miti, majani na matunda. Hayo ni maarifa yanayorithiwa vizazi hadi vizazi. Basi ipi ni bora? Wewe kwa mtazamo wako unaona ipi ni bora hapo, kutokana na maelezo niliyokupatia? Dawa ya wanasayansi ni ya haraka, lakini wakati mwingine husahau chanzo cha tatizo, na dawa ya asili yenyewe huwa ni ya polepole, lakini huwa inaangalia mwili mzima. Lakini dawa za asili ni uchawi. Uchawi ni pale unapoumia au kuzuru, na maarifa ni pale unapoponywa. Mti hauwezi kuwa uchawi, ni jinsi vile unavyoutumia. Na vipi kama mtu akichanganya zote? Hapo ndipo busara ilipo. Sayansi na asili ni maadui, ni ndugu waliotengana. Kisayansi ndio maana utaandikiwa 1 mara 2, ila ukitumia tofauti na hapo umekwisha. Lakini asili tumia uwezavyo, na kadri unavyoendelea kutumia ndivyo inavyoendelea kuimarisha mwili wako. Unajua, najifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Karibu, labda una swali jingine? Hapana, ila nitarudi kwa wakati mwingine. Sawa, karibu sana. Uwezo wa kuona kijacho, tena kutambua kwa macho, naweza kutatua tatizo. Hae, wengi wanaamini ni uchawi, tena wamekosa imani, nashindwa kufikiri kwa nini, eti ni mambo ya zamani. Kila ukiniona nashangaa, naweza vipi kutatua haya? Ni urithi wetu toka enzi, sote kwa pamoja tuenzi. Unaitwa nani miwani? Unatokea wapi miwani? Ni